Nataka muone tu zinaa ilivyo mbaya ikiingia kwenye maisha yako, namna ya kuiondoa hiyo taabu ambayo umeingia ndani yake. That is my point. Hiyo ndio ambayo nataka kuzungumza hapa. Ikimbieni zinaa, ikimbieni zinaa. Kila mtu atendaye dhambi ni nje ya mwili wake, ila yeye afanyaye zinaa hutenda dhambi juu ya mwili wake mwenyewe. Kwa hiyo ni black and white, yani dhambi ni dhambi. Hebu punga mkono wako pamoja na mimi. Dhambi ni dhambi, na mshahara wa dhambi ni mauti. Hakuna namna, yani hakuna vitu vya kupakapaka mafuta hapo, na siwezi kupakapaka mafuta, na Mungu anihurumie. Hasa nina mambo machache ya haraka kwa sababu ya muda wangu asubuhi, lakini pengine jioni tutaendelea. Hapa hiyo sexual transmission curse STC ambayo ilikuwa juu ya uso wa nchi, Elia aliomba mara 7. Kwa hiyo kwanza nataka nikwambie, kama umeingia kwenye hiyo sexual transmission curse, lazima ukaze buti. Pull up your socks. Pull up your socks. Yani lazima ukaze buti, uingie kwenye maombi very serious. Sio maombi ya kupakwa mafuta. Umezini unamaliza unaambiwa kanyaga bendera ya Israeli. Wana vita saizi huko. Hebu punga mkono pamoja na mimi. Wewe umezini unamaliza unaambiwa rahisi tu, kanyaga bendera, njoo pakwa mafuta, kunywa mafuta. Never ever. Usidanganyike. Kuna toba, lakini kuna gharama ya maombi. You have to pay the cost of mistake kwa maombi. Maombi ya kufunga. Elia anaomba mara 7. Si kitu cha kawaida. Elia alikuwa na upako na neema, lakini kuondoa jangwa, ukame na ukaufu ulioingia kwenye maisha yako, you must pray. Usibembeleze, usiwe ambiwe mara njoo na sadaka, leta hiki hapa. No. You have to pray. Sadaka sawa, lakini na maombi. Hata Elia alitanguliza sadaka ya maji, lakini baadaye maombi ya muda mrefu, na sio ya kukata tamaa. Na nataka kuzungumza nini hapa asubuhi hii ya leo? Nataka kuzungumza juu ya mambo ambayo yameleta ukame na ukaufu na jangwa kwenye maisha yako. Na jana nilizungumza juu ya namna ambavyo vyama vya kipepo, vya kichawi, vya kimajini na utajiri wa kipepo wanavyotumia zinaa kama mlango na kama madhabahu ya kuhakikisha wanavuna nyota na visimati na bahati na karisma kwenye maisha ya watu. Na hiyo hakuna namna nyingine nyota itakuchomoka, kisimati, bahati, neema, kibali, uwezo wa kuzalisha. Na hasa twende taratibu kwa sasa, kwa namna ambavyo zinaa imetapakaa, wewe utakubaliana na mimi tu, ni makampuni machache yanayozalisha kwa faida, ni biashara chache zinazokwenda kwa faida, ni huduma chache za kiukweli kabisa ambazo zinaenda, unaona kabisa huduma ya kiroho ya kiukweli. Manake kuna hizo nyingine hizo za sexual transmission curse, hizo ambazo watumishi wake wanaenda wanafanya zinaa. Ni moja ya matambiko na makafara wanayofanya kuvuta watu kuja na kujaza uwanja na vitu kama hivyo. Lakini tunazozungumza hapa, kuona nguvu ya uzalishaji katikati ya vitu vingi ni kama imepungua kwa sehemu fulani. Sasa ninazo case study chache hapa ambazo pia jana watu wamezungumza, wametoa shuhuda, wametoa testimony, na ninamshukuru Mungu sana. Dada mmoja alinipigia simu jana, akaniambia ni mmoja wa wafanyabiashara wakubwa, alikuwa amepanda, mtaji wake ulikuwa unaenda kwenye takribani karibu zaidi ya bilioni 20. Mfanyabiashara mkubwa, alikuwa amejichimbia kikweli kweli, kwa anazunguka hii dunia. Na akanipigia simu, akaniambia, mchungaji, hapa nilipo navyoongea na wewe kwenye hii simu, hata vocha ya kupiga simu mimi nimewekewa na mdogo wangu aliyesikia mahubiri ya asubuhi ya leo jana. Nikamwambia, unasemaje? Akaniambia, mchungaji, nilikuwa naizunguka hii dunia
nilikuwa na biashara, nilikuwa na largest supermarket, nilikuwa nina kampuni za usafirishaji, nilikuwa ninaanza kuingia mikataba kuwa na usafirishaji wa anga kwenye nchi yetu, lakini sio hapa Tanzania. Lakini ananiambia kile ambacho kimetokea, mwanasiasa mmoja, kiongozi wa serikali, alinyooka na mimi, alihangaika na mimi vibaya mno. Lakini ananiambia, mchungaji, nilikuwa napitisha mzigo bandarini, na yule mtu alikuwa na influence. Alizunguka na mimi kiwango ambacho alihakikisha ananitolea mzigo ambao ningelipa $3 milioni, $3 milioni. Lakini alihakikisha kwamba ule mzigo ameuklia ili anipate, na nilivyoona ukarimu wake na mimi nikamrudishia ukarimu. Kwa hiyo tukasafiri kwenda Ufaransa wakati wa Christmas, tukaenda tukaspend some night huko Ufaransa. Ananiambia, mchungaji, yule bwana ninavyozungumza na wewe saizi ni kiongozi, ni president wa nchi. Wakati alikuwa waziri mwenye dhamana juu ya bandari na vitu kama hivyo, lakini saizi ni president kwenye nchi fulani. Yeye anaenda hata nikimpigia, hata nikimkumbusha, yani hata ana mpango na mimi. Lakini nilipokuwa naye, niliona huko mgongoni tulipokuwa Ufaransa, amechora matatu mengi tu huko mgongoni, kifuani na maeneo mengine mbalimbali. Lakini mimi nikafikiri labda ni enzi za ujana wake, lakini baadaye ndio nagundua kwamba yale yote alikuwa ni maagano na mangufu aliyokuwa amejisimika nayo, na mapete na mamikufu aliyokuwa amevaa. Kwa hiyo yeye saa hizi anawika sana, ana influence na ni president. Lakini mimi vocha ya simu hii ninayokupigia nimewekewa na mdogo wangu, nimeisha kau na sijui nafanya nini. Siwezi kusafiri hata nije huko nikamwambia, wala uhitaji kusafiri, unahitaji upate nafasi ya mafungo na maombi huko ulipo, na Mungu akuonekanie. Ukaufu unaopita kwenye zinaa, ukaufu na jangwa, ukaufu na jangwa na ukame kwenye maisha ya watu. Consider your way, kusali nyichamkaro yani. Lakini mtu mwingine ambaye alizungumza na mimi pia ni mchungaji. Yeye anazungumzia kutoka Zambia. Acha nitaje tu hiyo nchi ya Zambia. Anasema ni miongoni mwa wachungaji walioinuka na huduma kubwa ndani yake. Alikuwa na maono tangu akiwa a very young boy, kiwa kijana mdogo, na alikuwa na utafuta uso wa Mungu kwa mafungo. Ananiambia, ni milima ipi ambayo sikulala mimi Zambia? Milima ya maombi ambayo sikulala Zambia, milima ambayo nilikuwa nikitafuta uso wa Mungu usiku na mchana. Ni mafungo gani ambayo sikufanya? Ni mafungo, wakati mwingine siku 7 kavu, wakati mwingine siku ngapi kavu, ninaenda kwenye maombi na utafuta uso wa Mungu. Nimejoin theolojia, nimetoka chuoni, nimekuja, nimeanza huduma kwa maombi na kutafuta uso wa Mungu. Sasa kanisa likaongezeka sana, nikawa natumika vizuri, kanisa limeongezeka, limestawi. Anaambia, mchungaji, huwezi kuamini, alitokea mama mmoja from nowhere, ni tajiri, anajulikana kwenye nchi yetu ya Zambia. Akawa anakuja kusali pale tu, na alikuwa hata sio msharika wetu, lakini alikuja pale, akawa anasimama hivi sadaka, yani yeye ni milioni, mamilioni tu sadaka, mamilioni. Lakini kukawa kuna wakati ambao tulikuwa tunataka kununua vyombo vya muziki na jukwaa la mkutano wa Injili na gari ya mkutano mkubwa, ile gari ya mobile car ya kwenda kwenye mikutano ya Injili. Yule mama akasema, it is okay, I will pay. Lakini mara hii ninaomba mchungaji, lazima na wewe upate exposure. Kwanza akanipiga na kitu kizito kichwani, gari ya milioni 200 chap ya kutembelea. Hicho ni kitu kizito kichwani.
Kwa hiyo akaniambia kwanza, akanipigia gari, akaninunulia gari, akaninunulia nyumba, sio kiwanja, nyumba, a very expensive area. Anasema Mungu amenituma kwa ajili ya kulea huduma yako. Mungu amenituma, na ananena kwa lugha masaa 24. Rika pasi robo vibaya mno. Kwa hiyo akasema sasa, akawa kama ndio mama, mimi namuita mama, mke wangu anamuita mama, yani mama hivyo. Na hata anamsomea mistari, anamwambia hata Yesu alilelewa na wakina Mariamu na Marta. Kuna na mistari ya kusimamia, usisahau. Hebu punga mkono wako pamoja na mimi. Akasema wakapanga safari sasa kwenda kwa ajili ya kuchukua vyombo. Akasema mara hii nitaondoka na mchungaji kwa ajili ya exposure. Mchungaji, na wewe upandage ndege jamani, hizi Emirates tupite Dubai, tukitoka Dubai tuende China, ndiko tunaenda kuchukua vyombo. Mchungaji, Bwana amemuona mtumishi wake, nimrudishie nini Bwana kwa ukarimu alionitendea? Nitakipokea kikombe cha wokovu na kulitangaza jina la Bwana. Kwa hiyo akaondoka, wakaenda Dubai, na walipofika Dubai, anasema shughuli ilianzia hapo. Sikuamini, yule mama alikuwa anamuita mama yangu amechukua single room. Na Dubai sipafahamu, akamwambia mchungaji, ndio hivi, haya ndio maisha. Anasema akanishawishi, wala yani hivyo. Kesho yake nimeamka, nimejikuta nimekunywa na pombe na nimelewa, na kesho kutwa yake tulispend almost 7 days Dubai. Tunaondoka tukaenda China, tukaenda kununua vyombo, tukakaa mpaka na extra huko nyumbani. Napiga simu, bado tunafanya shopping, bado amna, yeye ndiye anajua njia, hanipeleki huku. Tukakaa almost, safari anasema ilikuwa ya mwezi mzima huko duniani. Alafu baadaye akaenda akanunua vyombo. Anasema mchungaji, anguko langu liligharamiwa na yule mwanamke $300,000. Yani ile spending tu $300,000. Yule mama alitoa hela. Anasema baada ya hapo mchungaji, hata mistari ya Biblia sikumbuki. Yani hakuna kitu nachokumbuka huko kichwani, vimefutika vyote, kanisa limesambaratika, hata yale mavyombo yaliyokuja hayana kitu, yameungua kila kitu. Nina kisirani cha kutosha ambacho ninatembea nacho. Ananiambia, na hii ni Kwaresma ya kwangu, na Mungu anisaidie nipone. Lakini kama alivyosema pale mwanzoni, you must pay the cost. You have to pray, lazima uombe. Wapendwa, kwanza nataka nikutie moyo. Maombi ya Elia yanaweza kuondoa mateso kwenye maisha yetu. Through prayer, kupitia maombi kama Elia aliomba jangwa likaondoka, inawezekana. Lakini you must pray. Sasa nina mambo machache hapa ya haraka, na dakika zangu zimeisha kimsingi. Habakuki, kuna mambo mawili hapa. Kwanza, kuna mstari nimesoma katika kitabu cha Wafalme wa Pili mlango wa 4. Biblia inasema mauti ipo sufuriani, mtu wa Mungu. Mauti imo sufuriani, mtu wa Mungu. Hapa nataka kuzungumza nini hapa? Mauti imo sufuriani, mtu wa Mungu. Basi wakapakulia hao watu ili wale. Ikawa walipokuwa katika kula chakula, wakapiga kelele wakasema, mauti imo sufuriani, mtu wa Mungu, wala hawakuweza kula. Ishi hapo hapo. Wapendwa, ninawaomba, mimi ni mchungaji wenu, sitawadanganya. Ninawaomba kwa neno la Mungu, usiende kuhongwa chochote cha zinaa, ukaja ukakaanga zinaa kwenye sufuria yako. Hii wamama, wababa wenye watoto, usiende kuchukua zinaa ukaileta kwenye sufuria nyumbani, ukachemsha na kukaanga zinaa kwenye sufuria ukampa mtoto wako. Mauti imo sufuriani, mtu wa Mungu. Mauti
imo sufuriani, mtu wa Mungu. Dada mmoja, mume wake alifariki, akamwachia watoto 3. Akatokea baba mmoja from nowhere, ni mume wa mtu, akamwambia, ninakuomba uzae na mimi mtoto huyu mmoja. Mume wako si marehemu, naomba nizae na wewe mtoto mmoja, lakini nataka nikupe kwanza kabisa mtaji. Yule dada anaishi kwa shida. Nataka nikupe mtaji wa milioni 70 kwa ajili ya kuanzia maisha, na nataka nikujengee na nyumba, lakini uzae na mimi mtoto mmoja. Yule mtumishi wa Mungu, yule binti akaniambia, mchungaji, sasa nimefika kwenye jaribu zito. Nikamwambia, subutu kupokea hiyo ofa ya laana, uje uchemshie watoto wako zinaa. Watoto 3 ambao mume wako amekuachia, uwachemshie kwenye sufuria, wakaangie zinaa. Hakuna kitu utakachokuwa umepanda cha uharibifu kwenye maisha yako kama hicho. Usisubutu. Ukiona hawali, ukiona hawalali, ukiona hawanywi, ukiona hawasomi, makanisa yako mengi, kila mahali pana misalaba, nenda kawatupe kule madhabahuni, waache. Huyo padri au mchungaji akiamka akute watoto hapo madhabahuni. Lakini do not, usije ukawachemshia watoto wako zinaa. Leo yule mama ananishukuru kwenye maisha yake, lakini yule bwana alihangaika naye kwa kila njia. Sasa huyo ni mjane. Lakini kuna watu ofisini, ni bosi wako, anakupa fedha, anakuongezea fedha, anakupa safari, mnasafiri naye, unakuja na tripu, umebeba mamilioni, unakuja kununulia watoto wako chakula, unawavalisha na nguo za zinaa, unawakaangia kwenye chungu, unachemsha zinaa kwenye sufuria, unampakulia mtoto wako. Na balaa, unakuta na baba yake yupo, unachemsha mle kwenye sufuria. Na waambieni kwa neno la Bwana, mauti imo sufuriani, mtu wa Mungu. Mauti. The result, hawa watoto wote watakuwa mapooza, kwa sababu wataishi kwenye ujangwa na ukame na ukaufu, na utakuwa umeharibu uzao wa tumbo lako na uzao wa ziwa lako. Utakuwa umeharibu na kuleta haramu mbaya kwenye maisha yako. Do not. Sasa hapa pana mambo mawili. Kuna wanawake au wamama walio practice kuchemsha zinaa kwenye sufuria, hiyo ni moja. 2, kuna wale waliochemshiwa. Kuna watoto ambao wamechemshiwa, wamekula, wana afya ya sufuria iliyochemsha zinaa. Mungu akupe neema ya kuelewa ile ambalo nazungumza. Kwenye Kwaresma ya mwaka huu, zitafakarini njia zenu. Umekaanga zinaa kama chapati hivi, ukampakulia mtoto akamaliza, akasema asante mama. Halafu unataka kesho aje kuwa kama mtoto wa mtu mwingine? Haiwezekani. Nenda kaulize wanawake 2 Yerusalemu. Kulikuwa na mwanamke mmoja, ni mke wa mchungaji, ambaye watoto wake walikuwa wanafanya zinaa, na akawachemshia zinaa kwenye sufuria. Na mwanamke mwingine anaitwa Hana, alikuwa na mtoto anaitwa Samueli. Tena kwanza alikuwa tasa, baadaye akapata mtoto akawa Samueli. Mtoto aliyesogezwa madhabahuni kwa maombi anaitwa Samueli. Wale watoto wengine wa mke wa Eli, mama mchungaji, wakawa wanafanya zinaa, na yeye anafanya anawachemshia zinaa kwenye sufuria. Nataka nikuambie, walikufa siku moja, yeye na baba yao wote wakafa, kwa sababu mauti imo sufuriani, enyi mtu wa Mungu. Lakini yule mama muombaji Hana, tunaye Samueli mpaka kesho kwenye hii Biblia. Hebu punga mkono wako pamoja nami, alafu mpigie Bwana makofi mengi. Huwezi kuja kuwashindanisha watoto wa mwanamke muombolezaji anayeomba na kufunga na Kwaresma na kulala kwenye madhabahu na kuwalisha watoto wake matembele kwa haki, halafu wewe unawalisha watoto wako kitimoto cha kuhongwa kwa zinaa, halafu kesho mje kuwa wamama mtakaofanana mbele za Bwana. No, wewe utakuwa wa machozi tu, utakuwa na majuto kwenye maisha yako, na watoto wako watageuka vitu vya ajabu mbele ya macho yako ukiona. Na Mungu atakuachia uishi usife, ili uone hayo mateso ya zinaa, kwa maana umechemsha zinaa kwenye sufuria. Hii ni Kwaresma. Hii ni Kwaresma. La mwisho, Habakuki anasema zinaa nyumbani
zinaa nyumbani, ambaye Biblia inasema boriti na tofali vinazungumza. Yani kuna zinaa zinazofanyika nyumbani, na hii ndio ile ambayo nawaambiaga wanaume kila siku, wale wanaume wanaozini na mahouse girl nyumbani. Kitanda cha mke wako unaenda unapandisha hapa house girl, unaenda unatafuta mke wako ameenda kazini au amesafiri, unatafuta mtu, unarudi unakuja kukaa naye pale kwenye kitanda kile room ile na wanafamilia. Kuna wengine mpaka wanafamilia, una shemeji yako ni mdogo wa mke wako, unampeleka kwenye nyumba ile. Sasa ninataka nikupe andiko lako ili ujue nyumba yako ina balaa kiasi gani. Kitabu hicho cha Hagai, Habakuki, mlango wa 2 mstari wa 9 mpaka wa 11, na ndio andiko langu la mwisho, usikie sawa sawa. Habakuki, Biblia nasema hivi: ole wake yeye aipatiaye nyumba yake mapato mabaya, ili apate kukiweka kioto chake juu, apate kujiepusha na mkono wa uovu. Mstari wa 10, wewe umeifanyia nyumba yako kusudi la aibu, unaifanyia nyumba yako kusudi la aibu kwa kukatilia mbali watu wengi, nawe umetenda dhambi juu ya roho yako, wewe unayetembea na house girl. Kwa maana jiwe litapiga kelele katika ukuta, nayo boriti katika miti italijibu. Bala hiyo nyumba, bora utafute bomu la Hiroshima uipige kiberiti, haifai. Utafute mchungaji akaiweke wakfu, kwa sababu tofali kwenye ukuta linasema na paa, Hey. Yani hiyo nyumba ina ukaufu wa ajabu. Na wengine ni wamama, mume amesafiri, umechukua anko, unawaambia watoto huyu ni anko. Kuna wanaume ambao wako busy na safari, fanya kazi nyingi za serikali na za kimataifa, wengine wanasafiri miezi 6, wengine wamekwenda kusoma scholarship Ulaya, watoto wako boarding school, unaleta mtu ndani. Lisikie neno la Bwana, tofali linaongea na boriti umo ndani. Umeleta aibu ya milele kwenye hiyo nyumba. Wengine tukilala kwenye nyumba, Mungu anasema, manake Biblia anasema malaika wa Bwana hufanya kituo akiwazungukia wamchao na kuwaokoa. Nyumba za watu Mungu anatumaga malaika, lakini nyumba za zinaa ni tofali na boriti vinaongea. Nasema huyu jamaa kupigwa na apigwe, kulaaniwa na alaaniwe, akiona chochote kisitokee kitu. Ni tofali na boriti vinaongea, ukuta na paa vinaongea. We, kama umewahi kuleta mtu kwenye nyumba, mke wako amesafiri au mume wako amesafiri, au ni kijana, naona wazazi hawapo, naenda unachukua mtu unakuja kufanyia zinaa nyumbani, hii ni Kwaresma. Utubu, kwa sababu hiyo nyumba inakulani. Yani wala uhitaji laana ya Mungu. Kila ukifungua mlango nyumba inakulani, kila ukiingia na kutoka nyumba inakulani, kila ukilala usiku nyumba inakulani. Kama nyumba inalaani hivi, humo ndani kutatokea watoto waje kuwa mawaziri, waje kuwa wachungaji, kutatokea watoto waje kuwa watu wa maana, kama boriti na tofali vinasemezana. Hivi utakwenda Kariakoo ukafanya biashara uweze kuzalisha, kama umelala kwenye nyumba ambayo tofali na boriti vinapiga kelele? Utakwenda kufanya nini? Utakwenda kufanya biashara? Utakuja kuwa mhubiri? Utakuja kufanya huduma? Utakuja kuwa mtu wa maana? Utakawe na impact duniani? Utakawe mtu? Je, boriti na tofali nyumbani kwako vinasemezana? Je, nikupake mafuta ya alizeti ya Singida? Nikuambia umepakwa mafuta? Nichukue mzeituni nikumiminie? Je, nikuambia ukanyage bendera? Nikukatie keki ya upako? Nikunyunyuzie maji? Nikunyunyuzie chumvi? Wapendwa, hii ni Kwaresma. Kubwa hapa ni toba, lakini discipline is destiny. Nidhamu ni hatima. Lazima ujue kwenye maisha yako, nidhamu ni hatima. Sasa swali la mwisho, asubuhi ya leo, umetokea nyumba ipi? Umetokea nyumba ambayo boriti linaongea na ukuta unaongea na paa, na unaongea juu ya laana. Hauongei juu ya baraka, unaongea juu ya laana. Nimemaliza mimi.
mawazo yenye tija kwa maneno ya dhahabu, kukupa hamasa, kujengea uwezo wa kufanya zaidi na kuwa zaidi. Welcome to the home of positive vibes.